Hapana, Rebeka sio msichana unayemudu kumudu. Anayeonekana kama malaika mchana, akiongoza kwaya kwa sauti ya kumudu roho, lakini usiku. Usiku ni moto wa jehanamu ambao unawaka kwa anasa na hatari. Je, unaweza kumudu siri zilizofichika nyuma ya tabasamu lake la kanisani? Subiri, kwa sababu hadithi hii ya Rebeka, msichana wa miaka 19 ambaye anaishi maisha mawili, moja ya kumudu Mungu na kanisa, na jingine la kumudu anasa na hatari, itatikisa moyo wako. Hii siyo hadithi tu, ni safari ya kumudu hisia, kumudu chaguzi, na kumudu hatari ambazo zinaweza kumudu maisha yake kabisa. Je, uko tayari? Mwanzo wa kumudu msichana kamili. Rebeka alikuwa kioo cha kumudu. Tabasamu lake lilikuwa kama jua linaloangaza kanisani kila Jumapili, sauti yake ya kwaya ikiwa kama wimbo wa malaika. Alikuwa binti ya mchungaji James, mtu wa Mungu anayeheshimika katika jamii ya kumudu. Kwa wote, Rebeka alikuwa msichana kamili, mnyenyekevu, mtiifu na mcha Mungu. Kila asubuhi alikuwa wa kwanza kusali, akiinama kichwa chake kwa unyenyekevu mbele ya Biblia. Kila jioni aliendesha mafunzo ya vijana kanisani, akiongea kwa hekima ambayo iliwavutia wazazi na wazee. Lakini nyuma ya tabasamu hilo, moyo wake ulikuwa unapiga kelele. Alikuwa amechoka. Amechoka na sheria ambazo hakuzichagua. Amechoka kuwa binti ya mchungaji ambaye kila hatua yake ilikuwa chini ya uangalizi wa jamii. Amechoka kuishi kwa matarajio ya wengine, kila siku akijificha nyuma ya vazi la msichana bora. Moyoni mwake alihisi kama ndege aliyefungwa kwenye ngome ya dhahabu, huru kwa sura, lakini amefungwa na minyororo isiyoonekana. Alitazama dirishani, akiona dunia ya nje yenye rangi, kelele na uhuru usio na mipaka. Alitaka kuhisi maisha hayo. Alitaka kuwa mtu mwingine, hata kama ni kwa saa moja tu. Lakini je, angeweza kumudu bei ya uhuru huo? Kumudu shauku, dunia ya nje. Shuleni, Rebeka alikuwa kimya, akisikiliza wasichana wengine wakiongea juu ya maisha yao ya kumudu. Walizungumza juu ya karamu za wikendi kwenye vilabu vya VIP, wanaume matajiri waliowapa zawadi za kumudu, jezi za wabunifu, simu za kisasa na safari za kifahari. Walivaa vipodozi vya kumudu, waliishi bila kumudu woga wa hukumu za jamii. Rebeka alisikiliza, akijificha nyuma ya tabasamu lake la adabu, lakini moyoni mwake, moto wa shauku ulianza kuwaka. Alitaka kujua jinsi maisha hayo yalivyo. Alitaka kuhisi uhuru wao, hata kama ni kwa siri. Halafu akamudu Jessica. Msichana ambaye alikuwa kinyume cha kila kitu ambacho Rebeka alikuwa amefundishwa kumudu. Jessica alikuwa mrembo kama nyota wa filamu, mwenye kujiamini na bila sheria. Harufu yake ya manukato ya bei ghali ilijaza hewa, na maisha yake yalikuwa kama ndoto penye anasa, furaha na hatari. Siku moja, Jessica akaketi karibu na Rebeka kwenye meza ya chakula shuleni, akimudu na tabasamu la kumudu siri. Una kimya sana, msichana wa kanisa alisema, sauti yake ikiwa kama nyoka anayemudu kumudu mawindo yake. Lakini naona jinsi unavyotamani kuhisi maisha ya kweli. Rebeka alijaribu kujihami. Mimi sio kama wewe, alisema, lakini sauti yake ilikuwa dhaifu, kama majani yanayotikiswa na upepo. Jessica alicheka, akimudu kumudu kama anamudu siri yake. Hujui hata uko hatari kiasi gani ukiacha kujificha. Maneno hayo yalimudu kumudu Rebeka kama kisu, yakivunja ulinzi wake wa ndani. Alitaka kumudu, lakini hofu ilimudu kumudu. Je, angeweza kumudu kuacha maisha yake ya kanisani? Kumudu hatari, jezi ya siri. Siku moja, Rebeka alifanya uamuzi. Alipokosa mazoezi ya kwaya, alienda nyumbani kwa Jessica. Nyumba yake ilikuwa tofauti kabisa na ya Rebeka. Hakuna picha za Biblia ukutani, hakuna sala za kimya jioni, hakuna sheria zinazomudu. Muziki ulikuwa wa sauti kubwa, ukitikisa kuta.
Harufu ya manukato ya kumudu ilijaza hewa, na wasichana waliovaa jezi za kumudu waliandaa video za TikTok, wakicheka na kuangaza taa za pete. Jessica alimudu kumudu jezi fupi ya kumudu, tofauti na mavazi ya Rebecca ya kawaida. Eva hii alimudu kumudu, tabasamu lake likiwa na changamoto. Rebecca alisita, vidole vyake vikigusa jezi hiyo kama inamudu kumudu moto. Alitazama kioo, akiona msichana ambaye hakuwa yeye, msichana wa kumudu, msichana hatari. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini alipovaa jezi hiyo, kitu kilibadilika. Alipotazama tena kwenye kioo, hakuona tena binti ya mchungaji. Aliona msichana mpya, mwenye nguvu, mwenye uhuru. Lakini je, alikuwa tayari kumudu maisha ya msichana huyu mpya? Usiku wa kwanza kumudu dunia mpya. Usiku wa kwanza alienda klabuni, Rebecca alihisi kama anavuka mpaka wa kumudu. Moyo wake ulipiga kwa kasi kama ngoma za kumudu. Aliingia kwenye teksi iliyokuwa ikimudu, na alipofika klabuni, ulimwengu mpya ulimudu kumudu. Muziki ulikuwa wa kumudu, ukitikisa kila kitu ndani yake. Taa za rangi zilimudu kumudu kama nyota zinazomudu. Hewa ilikuwa nzito, ikiwa na harufu ya manukato, jasho, na kitu kingine ambacho hakumudu kumudu jina lake. Wasichana waliovaa mavazi ya kumudu walihamia kwa neema isiyo na woga, na wanaume waliwatazama kama wao ni kumudu za kumudu. Jessica alimudu kumudu na tabasamu. Karibu kwenye dunia ya kweli, msichana wa kanisa. Rebecca alichukua pumzi kubwa, akijisikia kama ndege aliyetoka bandarini ihuru, lakini hatari. Alipohamia kwenye sakafu ya kumudu, alihisi macho mengi ya kimudu kumudu. Kwa mara ya kwanza, alihisi nguvu ya kuwa mtu mwingine. Lakini kila hatua aliyoichukua ilikuwa ikimudu kumudu karibu na hatari. Je, alikuwa ameingia kwenye ulimwengu ambao hangeweza kumudu tena? Kumudu uongo, maisha ya siri. Uongo wa kwanza ulikuwa rahisi. Ninakwenda nyumbani kwa Grace kusoma Biblia, alimudu kumudu baba yake. Mchungaji James alitabasamu, akimudu kumudu kwa fahari. Hiyo ndiyo binti yangu. Lakini alipokwenda kwenye karamu ya paa, ulimwengu wa kumudu ulianza kumudu maisha yake. Paa hilo lilikuwa kama ndoto, viti vya velvet, glasi za champagne na kelele za kicheko zikijaza hewa ya usiku. Wasichana waliovaa jezi za kumudu walinywa vinywaji vya bei ghali, na wanaume waliovaa suti za kumudu waliangaza saa zao chini ya taa za jiji. Hapo ndipo alimudu David. Mwanamume wa miaka 35, mwenye suti ya kumudu na tabasamu la kumudu. Wewe ni mpya, alisema, macho yake yakimudu kumudu kama anamudu kumudu thamani yake. Rebecca alihisi baridi ya hatari, lakini alitabasamu, akijisikia dhaifu chini ya macho yake. David alimudu kumudu na zawadi, manukato ya kumudu, viatu vya wabunifu, simu ya kisasa. Unastahili vitu vya kumudu, alimudu kumudu, sauti yake ikiwa laini kama hariri. Lakini Rebecca alijua kuwa kila zawadi ina bei. Je, alikuwa tayari kumudu bei hiyo? Kumudu bei, chaguo la hatari. Usiku mmoja, David alimudu kumudu kwenye gari lake la kifahari, harufu ya ngozi ikijaza hewa. Wewe ni mrembo, alisema, akimudu kumudu uso wake kwa vidole vyake. Moyo wa Rebecca ulipiga kwa kasi, kama ngoma inayomudu kumudu. Alipaswa kuchagua kuwa binti ya mchungaji au msichana mwingine ambaye alikuwa akimudu kumudu. Alimudu kumudu David na alichagua. Ilikuwa chaguo la kumudu, lakini alihisi kitu kilikuwa kimebadilika ndani yake. Asubuhi iliyofuata alipotazama kwenye kioo, hakuona tena msichana wa kanisa. Aliona msichana mwenye siri, mwenye harufu ya manukato ya bei ghali na hatari moyoni mwake. Hakuwa na majuto, na hiyo ilikuwa ishara ya kwanza ya hatari. Wiki iliyofuata David alimudu kumudu simu. Hujibu simu zangu, alisema, sauti yake ikiwa baridi kama barafu. Rebecca alihisi hatari ikimudu kumudu, lakini alikuwa ameingia sana.
Maisha yake ya kumudu yalikuwa ya kimudu kumudu. Alikuwa akiongoza kwaya mchana, lakini usiku alikuwa akimudu kumudu ulimwengu wa anasa. Lakini siri haziwezi kumudu milele. Je, angeweza kumudu kuendelea na maisha haya mawili? Kumudu siri, mama anayemudu. Siku ya Jumapili, Rebeka alikuwa kanisani, akiinama kichwa chake wakati wa sala. Lakini alihisi macho yanayemudu kumudu. Mama yake, Bi. Evelyn, alikuwa akimudu kumudu. Baada ya ibada, Bi. Evelyn alimudu kumudu alama kwenye mkono wa Rebeka, alama ambayo David alikuwa ameimudu kumudu kwa kumudu nguvu. Hii ni nini alimudu? Sauti yake ikiwa na wasiwasi. Rebeka alidanganya, nilichoma kwa pasi. Lakini mama yake alimudu kumudu na macho ya kumudu. Unanidanganya, alisema, sauti yake ikiwa laini lakini imara. Shetani hutoa zawadi kwa mkono mmoja na kuchukua zaidi kwa mwingine. Maneno hayo yalimudu kumudu Rebeka kama kisu. Alitaka kumudu kila kitu, maisha yake ya kumudu, David, zawadi. Lakini hofu ilianza kumudu. Mama yake alikuwa akimudu kumudu, na Rebeka alijua kuwa siri zake zingeweza kumudu. Je, mama yake alikuwa tayari amemudu kumudu kila kitu? Kumudu rafiki, Grace anayemudu. Rafiki yake wa karibu, Grace, alimudu kumudu mabadiliko yake. Siku moja, Grace alimudu kumudu Rebeka pembeni. Una harufu ya pombe, alisema, sauti yake ikiwa na huzuni. Rebeka alijaribu kumudu, lakini Grace alimudu kumudu tena. Nilifuatilia jana usiku. Nilikumudu klabuni, ukiwa umevaa kama Grace alisita, akimudu kumudu kwa macho ya kumudu. Huyo sio wewe, Rebeka. Moyo wa Rebeka ulisimama. Sio unachofikiri, alisema, lakini sauti yake ilikuwa dhaifu. Grace alimudu kumudu na wasiwasi. Uko hatarini, Rebeka. Ni nani huyo mtu? Rebeka alihisi kumudu. David alikuwa amemudu kumudu maisha yake. Alimudu kumudu Grace, hakuna cha kumudu, lakini alijua kuwa alikuwa amepoteza rafiki yake wa karibu. Je, Grace angeweza kumudu siri yake? Kumudu hatari, David anayemudu. David alikuwa akimudu kumudu zaidi. Simu zake zilikuwa za kila siku, na alipokosa kujibu, alimudu kumudu ujumbe wa kumudu. Unadhani unaweza kuniepuka? Mimi ndiye niliye kumudu wewe ulivyo sasa, alisema. Rebeka alihisi baridi ya hofu ikimudu kumudu. Alipokutana naye tena, David hakuwa tena yule mwanamume wa kumudu. Alikuwa hatari. Alimudu kumudu bangili ya dhahabu, akisema, hii ni kukukumbusha unamilikiwa na nani. Maneno hayo yalimudu kumudu Rebeka kama jeuri. Alikuwa amepoteza uhuru wake. Hadithi ya Rebeka haijaisha. Maisha yake ya kumudu yanavunjika. Tabia za kweli za David zinaanza kuonekana, na makosa moja yatamudu kumudu kwenye hatari kubwa zaidi ya maisha yake. Je, angeweza kumudu maisha ya zamani? Au kumudu yake ya kumudu ingemudu kumudu tena? Je, ungeweza kumudu nini ikiwa ungekuwa Rebeka? Subiri sehemu ya pili, kwa sababu dhoruba bado iko mbali na sio kila mtu atakaweza kumudu. Ikiwa umependa hadithi hii, jiunga nasi kwa sehemu ya pili. Bonyeza kitufe cha kumudu na usikose.